Ah, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Shikaji, leo nimekuja hapa nitataka tuelezane njia za kupokea na njia bado za kutoa. Muda mwingine kimaisha kila mtu duniani anahitaji kupokea, anahitaji kuinuliwa, na kuinuliwa kwako lazima kuna vitu ambazo zitaingia ndani yako ndio uweze kuinuliwa. Kama vile kama unataka kuinuliwa kimasomo lazima usome masomo ya kuboost. Kama unataka kuinuliwa kihuduma lazima uombe ndio uweze kuinuliwa. Praise God. Nimekuja kujua kuna njia mingi. Kwa familia zetu tunatamaningi sana kuinuka, tunatamaningi sana kuwezeshwa. Kuna mashida zingine kwa nyumbani zinafanya sisi tunafeel kama tumekaa garamika, na nimekuja tuelezane, nimekuja tufahamiane. Si eti najua sana, lakini nimekuja kugundua kwamba kuna manjia ambazo tunaweza zitumia vizuri kwa kupokea, na bado hizo njia hizo zinatumika vibaya ziondolewe. Njia moja ambayo nimekuja kugundua ni utosi. Utosi unapoguzwa kichwa hapa, hiyo ni njia moja. Kichwa chako brethren, si kichwa ambacho kila mmoja anafaa kuchezea. Ndio maana hicho kichwa kimewekwa katika umbo ambalo ni umbo lake peke yake, ni umbo ambalo halina ufananisho na lolote la mwili. Hakuna mtu ambaye duniani unaweza pata akona kichwa kinafanana na shingo ama kichwa kinafanana na tumbo. Hapana, lazima kichwa kikae different. Ndio maana kichwa ndio kimebeba kila kitu. Azin, kama unataka kusikia mtu, kama unataka kuona mtu anahisi aje vibaya rohoni, unaangalia tu uso, unajua kwamba huyu mtu anahisi furaha, huyu mtu anahisi huzuni. Unapotaka kusikia mtu kama anasikiaga, lazima umuongeleshe, lazima akupe sikio na uweze kusikia kama huyu mtu anaongea ama anasikiza. Sasa kwa hii njia moja ya utosi, hii ni njia moja ya kureceive. Na sometimes tuna misread kwa sababu tunadhani tunapokea, kumbe ndo tunaondolewa. Mshikaji, nataka niongelee na wewe, sijui kama itakusaidia. Kama itakusaidia ni sawa. Kichwa chako ni kichwa ambacho si kila mmoja anafaa kuuza, si kila mmoja anafaa kushika kila mahali. Kila mmoja anafaa kuuza kila mahali. Ukienda kuombewa mahali unashikwa kichwa, umeenda shrine unashikwa kichwa, unaenda kupenda popote unashika kichwa. Yakuza anatoka mahali ametoka na mchafu wake, anakushika kichwa. Ametoka mahali anatoka na nyavu zake, amekushika kichwa. Sasa unapata unaanza kubi funny. I want to get you to understanding. I come to realize this book by the name Acts. The book by the name Acts, chapter 8 verse 17. Inasema basi ukawaekee mikono nao wakapokee Roho Mtakatifu. Acts chapter 8 verse 17. 8:17 inasema then lay they their hands on them and they received the Holy Spirit. Wakawekea mikono na wakapokea Roho Mtakatifu. Inamaanisha nini? Kwa kuwekewa mkono ni kuingisha maroho. Kwa kuwekewa mkono ni kukaribisha maroho. Kwa kuwekewa mkono ni kupokea, ni aina moja ya kupokea. Na kwa hivyo kwamba inamaanisha kwamba kwa hii hali ya kupokea bado inaweza tumika bado hali ya kutoa. Praise God. Tumekuwa watu ambao tunapokea maroho every now and then. Kanisani pastor anapokuja mgeni, au mjui mahali ametoka, au mfahamu mtu anamjua ni pastor, maybe walipatana naye wapi, maybe kwa conference mahali ama crusade, akamwalika na amekuwa pastor ambaye amehubiri neno, amehubiri ambapo sadaka tutoe fungu la 10 vizuri, na anaomba watu wakuje mbele waweze kupokea Roho Mtakatifu. Watu wakuje mbele waweze kupokea neema, waweze kupokea uponyaji. Yeah, it is good. Some are there to give out those healing and some are there to be dedicated on that thing, but not everyone should always place their hand on you. You should always understand, kwa sababu kwa kuwekewa mkono unawekewa roho. Tunaingishiwa maroho, tunapokea maroho. Na kwa hii njia moja ya kuingishiwa maroho bado ni njia moja ya kupokea ama ya kunyang'anywa vitu ambazo tuko nazo. Praise God. Now, maroho nataka nikueleza, maroho yanaweza kuwa ceiling board, ama inaweza kuwa lift. Ceiling board kwa nyumba hapo juu hivi kuna kitu ambayo inakusaidia usisikie kama mvua inapiga kelele huko nje, inakusaidia maybe joto kwa nyumba, maybe na lift ni ile kitu ambayo maybe unataka kupanda gorofa. Kama ukienda Dubai na popote town kubwa, hata Nairobi, unapata gorofa kubwa unaingia mahali, kwa sababu huwezi tembea kutoka hapa floor moja hadi floor 3 huko juu, unapanda lift kutoka hapa ikupeleke juu. It's the one way ya kukuuplift. Now
katika kuwekewa mikono ni njia moja ya kupokea na ni njia moja ya kunyang'anywa. Sometimes unaweza wekewa mikono ikae ceiling. Your life will always be stagnant. Your life will never move. Your life will always change even behaviors. But kuna wakati mwingine ukiwekewa mkono na pastor wako ambao unaamini mtumishi wa Mungu, anakuwezesha, unaweza kuinuka katika mipaka, unaingusha kihuduma, unapata maisha yako yana shine. I think you are understanding this. Now, huu mwili wako wote kuna sehemu mingi za kuingishiwa na kutolewa. Praise God. Kuna njia nyingi za kuingishiwa na kutolewa. Hebu wewe jiulize, kunapata washikaji wenzetu wengine ambao walikuwa wa present worshiper wazuri, walikuwa watumishi wazuri katika neno, walikuwa watu wa kuinuka katika neno, tulikuwa katika familia ya kuwezeshana, katika kubebeana mizigo, lakini tulipoombewa tukawekewa mkono, kuna mtu aliyewekewa mkono katika familia, vitu vikachange. Mtu akaanza kukaa mvivu kuja kanisani, akaanza kukaa mvivu kusoma Biblia, akaanza kuwa mvivu kunena kwa lugha, akaanza kukaa mvivu, vitu zingine zikaanza kuboromoka kidogo kidogo hivi, akaanza kubadilisha marafiki kidogo kidogo hivi, familia wakakaa adui zake. It's not easy, not normal. Some people take it normal, wakasema ni tabia ya mtu imebadilika. No, but the source ambayo alipokea ni roho gani alipokea? Brethren, roho pastor amebeba ni roho anakusambazia wewe. Kama pastor mwenye ametoka mahali ametoka amebeba roho za kutangatanga, akikuwekea huo mkono unapokea roho za utangatanga. Kama pastor amekuombea, amekuwekea mikono ya mroho, ni mtu wa ulevi, be sure kitu anakuwekea kwa kichwa ni ulevi. Ndio maana unapatanga before kuja huyo akuhubirie, before kuja kuwekea mikono hapo crusade, before kuja kuwekea mikono hapo kanisani, au ulikuwa sawa, huduma ilikuwa sawa. Lakini msichana, the moment uliwekewa kijana hivi, mama msichana, uliwekewa mama, uliwekewa mkono hivi kwa kichwa hivi, kuombewa tu, baba anakaraba, akaongea vituko, akaongea vitu zingine hatuelewi. Sometimes hata nikwambie, shetani anaweza kuja kwa njia ya kuwa malaika. Hello? So, shetani anaweza kuja kwa mwili wa malaika, lakini si Mungu. Hello, praise God. I want you to understand this. Shetani anaweza kuja kwa njia kwamba anakuonyesha ni malaika, kwa njia ya nyeupe, kwa njia ya mafanikisho, urembo, ya vile unafanikisho, vile unaendelea kuelewa malaika vile anaonekana. But si malaika. Brethren, let me tell you, our families mostly zimeka damaged kwa sababu ya kuwa na kierele na kuingishiwa mikono michafu. No, umekuja pastor amekuwekea mikono, umjui. Maybe unaenda kupita mahali alikuwa anahubiri, maybe crusade fulani. Maybe ni pastor wa kusimu na amekuja kuwin souls za kwenda kusimu. Na amekuingishia huo mkono akwambia raba kani namba seta raboko. Amesikia hapa ni nani? Raboko, hiyo ndio spirit ambaye na sawa. Raboko amekuingia wewe. Now you start behaving like raboko. Praise God. I want you to understand this. Unapata focus zetu vya familia zinaanza kuyumba. Katika familia tulikuwa tumeanza biashara zilikuwa sawa. Ukaenda pastor kuombea biashara ziweze kuinuka zaidi, ambapo ni crusade ilikuwa imeandaliwa maybe na kanisa yetu. Lakini ulipoombewa biashara zikaanza kuboromoka, nyanya zikaanza kukaa mbovu, tabia za watoto zikaanza kubadilika kwa nyumba. Bwana akakaa sumu katika nyumba, bibi akakaa sumu, watoto wakakaa sumu, kila kitu kikaanza kusambaratika. Hii ni njia moja ambayo ulikuwa unafikiria kwamba unapokea, kumbe ulikuwa unapeana. Ni njia moja tulikuwa tunafikiria kwamba tuna receive the Holy Spirit ama the priesthood. Tulikuwa nadhani kwamba tunapata lift, kumbe tunapata ceiling. Remember this, and you are not being careful of your head, people will take advantage of you. Some of them are training to be kuwa wataberi kwa vichwa za watu. My brethren, unapatanga mtu ni mlevi ambaye anakuambia sasa mnaanza kufanya joke, hebu niwekee mkono kama unaweza kuwa pastor, anakuwekea mkono kwa reka, anaongea. It is true. It is true. Yeah, he can use that thing as a simple thing. It can look like a simple, it can look like a joke. But it is all about life changing, brethren. Ndio maana Mungu ameweka utosi huo, utosi ameweka kando. Ni njia moja ya receive the Holy Spirit. Remember wakati wanafunzi walikuwa wamejifungia kwa nyumba kuomba, Holy Spirit alikuja in terms of thanks from heaven, and akawaguza kila mmoja kichwa chake in a form of fire. Praise God. Alipokuja katika in form of fire, that's why kila mtu akaanza kuongea lugha different. Kila mtu akaanza kuongea vitu ambazo hazieleweki. Kila mtu akaanza kuongea lugha different. And now unapata, that's how we receive from heaven. That's how we receive even from head. That's how you receive. Some of us, we are being disturbed by how we behave. We are being disturbed on what we do. Unafanya vitu vinakaa sawa, lakini kumbe unavyofanya unapotea.
Nadhani unanielewa kaka. Nadhani unanielewa msichana. Msichana umeka separate sana na mambo na ndoa. Umeka separate sana unataka mtoto. Umeka separate sana unataka mshikaji. Lakini that's not a good reason ya kwenda kuyayaya kila mahali, kuwekewa mikono kila mahali, kuwekewa maroho chafu kila mahali. No, stand. Let me tell you, kuwekewa mkono, you can kujiwekea mkono wewe mwenyewe. Watumishi mko hapo, mnaweza nisaidia. Kwa sababu wewe mtumishi ambaye umewekewa mkono, hakuna mtu alikuwekea mkono. The Holy Spirit will receive. Somebody understanding me today. Remember this. Imani zinaanza kupungua kwa sinzi ambapo tunavyotolerate vichwa zetu. Imani zinaanza kushuka kwa chinzi ambapo tunaanza kutolerate mawazo yetu. Imani zinaanza kupotea. President tangu tuwekewe mkono kule matuliwekewa zini Nyaronde ama Kisumu ama malulikuwa Nairobi, maisha yanyeza imani ya mambo na masomo ukakufa moyo, mambo na kufanya biashara ukakufa moyo, mambo na kuinuka kifamilia ukakufa moyo. Kanisani siku hizi imekaa kama soko, unaweza enda muache, unaweza beba muache. Imekuwa like something that we are fighting unto. Na tulikuwa tu sawa, praise and worship ulikuwa tu mzuri tangu uwekewe mkono atuo Mungu akuinue katika viwango vingine, na umeanza kukaa haya. Now you want to be a payable. Unataka kuwa praise and worship ambao unalipwa. Huwezi cheza keyboard bila kulipwa, huwezi imba mahali bila kulipwa. Pastor umeumriwa, yeye umeinuliwa, lakini Mungu amekuwezesha, umekaa na hiyo neema. Now umefika mahali huwezi enda kuhubiri mahali bila kulipwa. No, it's not supposed to be that way. Tangu wekea mkono hako katabia ndio pokaliingia. Why? Mtu alikuwekea mkono ni mtu ambaye hawezi fanya ministry without kulipwa. Remember this, we are not doing this thing for any man. We are not doing this for anybody. We are doing for God and God only. And it's only God who can pay, and it's only God who can uplift you. Sometimes we lose focus because our heads are being disturbed by the darkness. My heads are being disturbed by the mikono tuliyekewa ambaye ifahamiki imetoka wapi, ufahamiki ilibebwa na nani, ufahamiki ilibarikiwa na nani. Lakini bora tu ulikuwa unawekewa mikono, ukawekewa mikono. Brethren, mambo kuharibika ni sisi. Ulipowekelewa mikono mama nyumbani kwa kanisani, ulipowekelewa mikono kule crusade, na ulipofika kwa nyumba familia ikasambaratika, ikakuwa kila siku ni vita Arsenal na Man U, ikakuwa ni vita Everton, Chelsea na Everton, ikakuwa ni kila siku ni vita kwa nyumba. Bwana akakuwa eleweki, mama watoto akakuwa eleweki, kwa sababu ile siku tu uliwekewa mikono. Na mlokore mama ambaye ulikuwa nenda kanisa vizuri, I want to relate na ngangania hii kwa sababu nataka uelewe. Ulipowekewa mikono ukakaa kama mlevi, ulipowekewa mikono ukakaa kama chizi, ulipokaa mlevi ukakaa kama mtu ambaye eleweke. Nimekuambia wewe president Oshi, ulipowekewa mkono tu ukaanza kuhaya, ukajiona sasa you are not kiwango hii kanisa ambayo uko hapa saizi. Wewe si kiwango hiki saizi, uko hapa saizi wewe keyboardist umefika viwango ambazo unataka kwenda viwango za juu sasa kwenda viwango vya juu kirohoni ni sawa kuliko vienda viwango za juu kimwili. Brethren, we are losing everything in this world because mlango wa kutoa, mlango wa kuingisha tunautumia vibaya, na wengine hatuelewi. Tunatumia vibaya na wengine hatufahamu. Ukisoma in the book of 1 Timothy 4:14 anaambia kwamba mtawekewa mikono na wazee wangu. Inamaanisha nini? Wakongwe wangu walionisafu mimi, walionitumikia mimi katika kweli. Na kwa kweli unaweza jua mtu ambaye anafaa kuwekea mkono. Mtu ambaye anakuja kanisani kuhubiri about dhambi, mtu anakuja kanisani kukuhubiri about eternity, mtu amekuja kanisani kuhubiri about repentance, amekuja kanisani kuhubiri about forgiveness, amekuja kanisani kuhubiri about the way to Christ. That person you can trust him. But mtu anakuja kanisani kuhubiri mambo na fungu la 10, kuja kuhubiri about sadaka, kuja kuhubiri about to receive the Holy Spirit, kuja kuhubiri about vitu zingine za zereweki. Umekuja kanisani ukaja kama Eden na wewe ni pastor. That's not a person. No, be careful. Even Roho wako atakwambia kwamba huyu si mtu wa kuniwekea mikono. Akili zako za kuambia kweli, Roho Mtakatifu niongoze hapa, niongoza hapa. Najua hapa sivyo. Matatizo nyumbani sometimes yamekuwa watu ambao matatizo ya kimaisha yetu imekuwa vitu ambazo inatuhangaisha kufanya vitu ambazo hazifai. Tumekuwa katika matatizo ni nyumbani. Umekuwa na mgonjwa, unatembea na mgonjwa, umekaa na mama ambaye amekusumbuliwa even nane, hata akienda hospitali ugonjwa uonekane. Lakini kupitia hii mshikaji unasahau kwamba hata wewe
Uko na destiny. Tunasahau kwamba kujiuombewe kama uko na mgonjwa nyumbani, kujisimame kwa sababu yake. Yeah, it is true. Nasimama kwa sababu ya mgonjwa. Lakini angalia nani anakuwekea mkono. President, tangu mimi niokoke, pastor niwekea mkono anaitwa Pastor Lamek Oenga, apostle. Now from that time, I will never be somebody mwenye anakaa disturb. Hebu angalia mtu ambaye anakuwekea mkono ni nani. By the way, angekuwa mtu wa fornication, angeniwekea mkono ningekuwa fornicator. Angekuwa mtu ambaye ni adultery, angeniwekea mkono ningekaa adulterer. Angekuwa pretender, angeniwekea mkono nakaa pretender. You always behave like the altars that has been started unto you. Utakuwa tu madhabahu ambaye amekuwekea mkono. Utakuwa tu madhabahu ambaye amekubeba wewe mshikaji. Lakini ndio maana sometimes mashida za nyumbani, magonjwa ambayo yamekuwa yametuandamanisha nyumbani, yamekuwa sababu yetu kupoteza destiny zetu ambazo zilikuwa zinang'aa, sasa zimechukuliwa. Shetani aliangalia nyota. Akaangalia nyota, hii familia ni huyu kijana. Huyu kijana ndio hii familia, anataka kuinua hii familia. Now I will use this guy, nikiondoa hii ndoto ya kuwa familia, nikiondoa hii ndoto ya kuwa lifter katika familia, hii familia mimi nitaiongoza. Ndiye anatuma ka pastor fulani, ka comedian. Mimi anakatuma ka youth, kijana kanahubiri vizuri. Kanahubiri vizuri kabisa, kaneno kako powerful. Kuna neno kabisa, unasema huyu ni mtumishi wa Mungu kabisa. Lakini after that unaona anasanya manamba. Unaona ameenda siku nyuma, ameanza kusanya vitu zenye hazifai. Ameanza kuongea maostri, ni kijana na but kwa mademu atoki. Ani kijana lakini kucheka vitu bidhaa zingine ziko funny. Lakini hapa ashakuwekea mkono. Kierere. Hata nikwambie, haya maisha ni mchezo. Haya maisha ni mchezo, kila mtu anaishi, si ni kweli? Yeah. Lakini haya maisha ni mchezo. What determines ni mwenye atashinda. Ukikubali shida zako zikuongoze, bishua shida zitakaa juu zako na utakuwa mfungwa. Lakini ukikubali kuongoza shida, utainuka. Understand me? Maisha ni mchezo. Ukikubali shida zikuongoze, utaanguka. But ukikubali kuendesha shida, utainuka. Haya maisha ni mchezo, na anayeshinda ndiye anachukua, ndiye anaongoza. Utosi kichwa yako my president, si utosi wa kila mmoja. Present worship, utosi akili yako. Kama unataka kuinuka, umefikira mahali umefika, umekwama, huyo mwenye alikuwekea mkono ukafika mahali umefika sahihi, aenda tena mwambie pastor niekelee bado mkono, nahitaji bado neema nyingine. Nimefika mahali nimeanza kufiru kukwama. Si kila mmoja. Si kila mmoja kwa sababu wako na jina kubwa, unasikia anaitwa apostle, unasikia anaitwa nini. Brother, nikuulize, do you know the meaning of being called apostle? Mumealika mgeni mkanisani, anakuja anasema mimi am bishop somebody, mimi ni nabii somebody. My friend, just send people of God. Don't work with big names. Don't work with big names. Na hata unaweza toka hapo usijue kanisa na ubiri. Unaweza toka hapo usijue mke wake anaitwa aje, kwa sababu he is focused or she is focused on the word of God. If she is focused and she is called for the purpose of God, shida zako zisikuelekeza mahali pabaya. Hii kichwa inaweza elekeza, unaweza ingishua vitu ambazo hazifai, ama inaweza ondolewa. Imani ulikuwa na imani ambayo ulikuwa unashika, hata ulikuwa na imani na wewe that unaweza ombea mtoto wako apite mtihani, lakini tangu yakiwa mkono hii imani imeondolewa. Upungufu. Ulikuwa mtu ambao imani ambapo huku unaweza kulala bila kuomba 2 hours 3 hours na night, lakini tangu wekelewe mkono usingizi, unaenda kujaribu kuomba kidogo hivi unayona unalala, unaenda kujaribu ni kile kitu ambacho ulisambaziwa utosi wako. Utosi huu kama ni kuwekelea mkono, achia wa Masai. Hawa Masai ndio wanajua kwamba hii kuwekelea mkono ni salamu, lakini kuna wengine wanaitumia tu kuondoa. I think you understand me. I think you understand me, and I hope you will understand me. The book of 2 Timothy chapter 1 verse 6 inasema kuwekewa mikono yake na kuichochea karama ya Mungu. Yakiwa kuchochea karama ya Mungu, brethren.
Brethren, tunahangaika si kwa sababu hatujui la kufanya. Tunahangaika kwa sababu tunakaa chip. Hatuelewi kwamba tunaweza nyang'anywa kitu ambacho tuko nayo. Tunaweza nyang'anywa neema ambayo tuko nayo. Wake up, brethren. Let us be people ambao tunakaa careful. Tunakaa careful. Hii ni njia moja. Bado kuna njia mingi. I will bring it unto you, brethren. And always be careful. Hii kichwa chako, hata kama ni mabeshta aina gani, hii kichwa chako, beta mkosana na mtu, lakini kushika kichwa chako, achana kabisa. Achana. Kama huyo pastor si pastor wako alikuombea ukafika mahali umefika, usikubali akuwekee mkono tena. Usikubali akuwekee mkono tena ambao umjui. Kama si yeye alikusaidia huduma ukainuka, kama si yeye alikusaidia toba ukainuka, wewe usijiulize mbona tangu yekea mikono numekaa kijana ambao ni kaaba sana. Ukangangana ukaenda theology, ukakana certificate ya kuhubiri, lakini bado ukaaba hujatoka ndani yako. Ukangangana ukaenda theology, ukapata certificate ya kuwa reverend, lakini haya hujatoka ndani yako. Mbona? Ni mkono uliowekewa, ni madhabahu ambayo umewekewa kwa kichwa. Hata nikwambie, hii ni aina moja ambao inatuangamiza sisi wengi vijana, inatuangamiza sisi wengi wa mama, inatuangamiza sisi wengi wazee. Tumekuwa watu ambao tunapoteza vitu ambazo ni za maana kwa maisha, kuwa careless of what we have, kuwa careless of what we carry, because tunataka tuombewe about responsibilities, conquerors of the world. Tunakuwa watu ambao kuhubiriwa mambo na repentance and the last days hatutaki, lakini mambo ya receive the Holy Spirit, you are there. Not Holy Spirit, mambo ya kuhubiriwa, kupokea pesa, kupokea magari, kupokea nini, kupokea manguo, kupokea ndoa, kupokea hapo ndo tumengangana. But we don't understand. Mbona nini kimenifumba macho ambayo mimi kila siku ni kuhubiriwa mambo, ni kutamani mambo na kupokea tu kutoka kwa binadamu, si mambo na Mungu. Don't think so. Sijui kama umenielewa. Yaani nimeongea vingi, vingine ni vijinga huwezi chukua, lakini choose something that will help you. Nimeongea vingi, vingine si za kukusaidia, lakini chukua chenye kiza kusaidia. Leo kunisikiza kwako si kibahati mbaya, si kupoteza muda. Kwa neema. Hebu angalia maisha yako mahali yamefika. Nani alikuwekea mikono? Hebu angalia maisha yako mahali yameendelea. Nani alikuwekea mkono? Angalia ndoa yako vile inaendelea. Uliwekewa mikono wapi? Utakuja kuelewa kwamba ulikuwa sawa before uwekewa mkono. Let me tell you again, whatever you receive by prayer can always be protected by prayer, or can be removed by prayer. Inaweza kuwa receive kutolewa, unaweza iondoa kwa maombi. Maybe receive kutoa, unaweza iondoa kwa maombi. Maybe receive kwa yakuza, unaweza iondoa kwa maombi. Maybe receive kwa Vietnamese, unaweza iondoa kwa maombi. Is only prayer that can make you free. Baba, nakuja mbele zako Bwana, najitabiria mbele zako mfalme wa wafalme. Nitakuwa mtu ambaye kupokea neema kutoka kwako tu, mfalme wa wafalme. Naomba Bwana uniweze kunipa helmet Bwana yako ambao itaweza kunisaidia, mfalme wa wafalme. Nisikuwe mtu ambao kupoteza Bwana, nisiwe mtu ambao kuondolewa neema zako na imani yako. Somebody pray unto the Lord, mwambie Bwana, nakuja mbele zako tena, mfalme wa wafalme. Inaweza kuwa Bwana nimekuwa mtu wa kung'ang'anishwa, nimekuwa Bwana mtu Bwana wa kupotea sana, lakini nakuja mbele zako mfalme wa wafalme. Acha neema zako zinibebe, acha neema zako ziniwezeshe mfalme wa wafalme. Nisamee Bwana mabwana kama kuna kitu ambacho niliwekewa mfalme wa wafalme ya kunifanya niweze kustaga, katika jina la Yesu Kristo Bwana ikaondoa katika jina la Yesu Kristo. Mfalme wa wafalme, naweka kichwa changu kiwe tayari kukureceive na kukunenea, ni katika jina lako Yesu Kristo naomba na hata kuamini. Amen. Shikaji Asha Shidaji. If you want us to go far, just click up to subscribe. It's always my own goods, and I'm not doing this because I need money. I'm doing it because I believe at every generation there's people who are sent for those generations, and I grab not to be the one mwenye nakuja kutazama tu, nakuja kuendana na dunia, nakuja kuwa mmoja ambaye
I want to be part of those who are going to inherit the kingdom of God. If you want to go together, even together, brethren, peke yangu sitaweza bila wewe, peke yangu sitaweza bila maombi yako pia. Yeah, let us pray together. Let us try to carry this thing together. By every now and then when we do this, brethren, we are going somewhere. Those ni vijana ni wadogo ya, lakini kama kuna kitu Mungu amepika ndani yako, naomba tu kifungue. Toa, let it be. Because Biblia inasema kwamba ukijua kwamba kuna kitu unafaa kufanya na usikifanye, hiyo ni dhambi. So let us be people ambao tunakuwa na neema ya kuwa na tamaa ya kutumikia Bwana na tamaa ya kuinua mfalme, na tusitumie katika hiyo favor ambayo tumeipewa, tusitumie kukaa lazy, tusitumie kukaa mizigo katika wenye ambao wanatusurround. Let us use it well and we are going to be uplifted. May God lift you, may God enable you. In the mighty name of Jesus Christ I pray and I believe. Amen. Amen.